Mungu anapoanza kukutajirisha, anaanza kukuchukua uanze kufikiri kiagano. Unapofikiri kiagano, unakuwa ni mtenda kazi pamoja naye, na kinachofuata anakupa heshima ya kuwa mtumishi pamoja naye. Kwa hiyo unapotoa sadaka, unatumika pamoja na Mungu, pamoja na yule mtu ambaye unapeleka kule sadaka. Na ndio maana lile kanisa la Filipi lilipokuwa linatoa sadaka, lilikuwa linatoa sadaka kama kanisa, na ile sadaka ilikuwa inaenda kusimama kwenye kazi na utumishi wa Paulo. Na Paulo anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Kwa nini? Kwa sababu hajaacha kumshukuru Mungu kwa sababu yao. Ndio maana watu wanaoshikilia sana mstari, na Mungu wangu atakujazeni, halafu hawajazi kitu. Unisikilize, dawa ya jaribu la kusita kutoa ni utii wa kutoa. Dawa hawa walijaribiwa na utumishi upi wa utoaji. Hawa watu waliopokea neema ya Injili kwa sababu ya utoaji wa wale watu, Biblia inasema hivi, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu. Anasema walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi ulioongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakatuomba sana, pamoja na kutusia habari ya neema hii ya shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si tulivyotamani tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa na hali ngumu sana kuliko wakina Paulo. Paulo alipata shida sana alipoona wale watu wa Makedonia walivyo na hali yao mbaya ya maskini kiuchumi, na bado wamekusanya vitu kwa ajili ya kutoa. Maandiko yanasema wakatusii sana. Kwa nini? Kwa sababu walikataa kuchukua. Jaribu la kushindwa kutoa ni baya sawasawa na jaribu la kushindwa kupokea kutoka kwa mama mjane senti moja. Wengine bado hawajasikia ninachosema. Nasema hivi, jaribu la kushindwa kutoa kwa sababu una shida, Mungu anataka utoe shilingi 1000 mtu apewe. Jaribu lilonalo kwa sababu ya dhiki ulionayo, unasema nitafanyaje? Kilichobaki hiki ni chakula mimi na watoto. Elia anatokea. Muujiza wako uko hapo. Ukiferi tu hapo, muujiza wako unakatikia hapo hapo. Na ndio maana unahitaji neema ya Mungu inayokuja na hicho kipato, na upako wa Mungu kuweza kutambua kwamba hii pesa iliyoko mkononi, haya mafuta yaliyobaki sio ya kula.